umebadili kama nguo, haukuwa na kituo, ukazindua kila mazuo. Zawadi, mke wangu, kuna kitu nihitaji tuzungumze kabla sijaondoka. Masudi mume wangu, lakini mbona tulishazungumza? Kama ni kuhusu jana, nilishakwambia sikutaka kupiga kelele. Ilijitokeza tu kwa vile nilichoka. Si jana tu. Unajua humu ndani siku hizi tunaishi kama wageni. Sudi, ndoa ni mazoea na tulishazoeana. Kwa hiyo sioni kama kuna kitu kigeni tena kati yetu. Mazoea? Si hivyo. Nachotaka tu nijue kama tuko pamoja. Twende bwana. Yanayotumaliza kuogopa lawama za dunia, mengi kutupaliza kupenda kuvamia dunia. Yaani wewe nilikuwa nakutafuta mbuzi wewe, tena mbuzi mgumba wewe. Hivi wewe wakunifanyia vile na mdogo wako? Wakunifanya mimi mpumbavu, si ndio? Sasa sikiliza nikwambie. Kama ulikuwa ujui, nenda kazungumze na ndugu yako. Kama yeye anaujua wa kusini, mimi naujua wa mashariki. Na kama anaujua mashariki, mimi naujua wa magharibi. Tafsiri yake nimejipanga. Sijui unanielewa vizuri bibi? Mbona sikuelewi? Mdogo wangu gani unamzungumzia wewe? Eti mbona sikuelewi? Mdogo wangu gani? Wewe umjui ndugu yako? Familia yako hujui? Sasa nikwambie, yani wewe umechina. Mimi amniwezi kivyo vyote. Puuzi wewe. Miguu kama miti ya genge, kwenda huko. Unamwangalia nini mashavu kama unamuunya na nili? Ninaweza rudisha walimwengu walizike. Masudi, shika mkono wako. Alafu leo naomba wahi kurudi nyumbani. Nina mazungumzo na wewe. Hii sauti ya kuna jambo, kuna mambo, kuna mazungumzo inanipa pressure sana mimi. Naomba uniambie kuna nini? Hakuna kitu, ila tu nataka wahi nyumbani kurudi. Alafu leo usije ukaenda kufanya makosa yote yale huko unakoenda. Nadhani unielewa. Mke wangu, mbona siku hizi tunaishi kwa pressure na tunaishi kwa tahadhari nyingi? Kuna nini bwana? Nikutakie safari njema. Uwahi nyumbani kurudi. Mwanaume, kile ndo kiasi cha pesa ambacho umeniachia mimi ndani na ingali unajua hamna mkaa, hamna unga, hamna kitu chochote ndani. Unatarajia nini? Mke wangu, mimi na wewe tushazungumza ndani, tumemaliza. Sasa ya nini tutoke nje tunaanza kuwapa watu faida? Unahitaji upate nini au upate nini wewe? Tambua kwamba hicho ndicho nilichojaliwa siku ya leo. Kwa unatakiwa ujimeki mpaka ifike jioni. Ikifika jioni mimi nikitoka katika mizunguko yangu, basi mambo mengine yatakuwa vizuri. Haya tumeongea ndani tumemaliza, unatoka nje tena unaanza kuwapa watu faida, unapiga mikelele miowe, unanishika shati, ni kudhalilishana huko. Alafu unamdhalilisha mume wako. Sio vizuri. Sasa nisikilize kwa makini. Huko unakoenda huko, ukirudi wewe ushakula. Ile hela uloiacha pale mezani inanitosha mimi mwenyewe.
yanayotumaliza kuogopa lawama za dunia. Wezina Mengi kutupaliza kupenda kuvamia dunia. Ona sasa wajiliza vipi kaa hapo chini. Nitakachokuuliza hapa naomba nijibu kama inavyotakiwa. Sijui unanielewa? Ndio dada. Wewe ni ukataza nini kuhusu wajibu vibaya wakubwa? Mimi sijamjibu mtu yote kitu kibaya. Kwa mimi muongo? Au sina akili naongea hapa? Wewe umemjibu nini swali ngumu? Kidogodogo. Njoo hapa. Sitaki. Sitaki. Usikunje sura. Utalemaa. Njoo mtoto mzuri. Njoo. Au nije? Ngoja nije. Sijamjibu kitu. Wewe nitakukung'uta, unanijua. Naomba niambie mwenyewe umemjibu nini? Sawa dada, nakwambia. Nilikuwa kule bondeni. Nilipokuwa narudi nyumbani ndo nikakutana naye. Akawa ananiita kwenye mjumba. Kwenye mjumba? Sasa nisikilize. Siku nyingine usije kuwajibu watu wakubwa vibaya. Sijui umenielewa? Nimekuelewa. Haya, nyuka ndani. Ule mzee mshenzi hasa na maana gani kumwita mtoto nyumbani? Watu wengine sijui anaga akili. Wewe maana alikuwa anajihami. Nataka kushangaa. Shogangu, umafi umeanza lini? Maana shogangu yule bwana katulia hatari. Nilikwambia atatulia, na sio kutulia tu, atakusikiliza kwa kila kitu. Umeniona mimi wangu ananisikiliza kwa kila kitu. Yaani Masudi yuko hapa, umemwona na ule shehe wake yule ndio kupeleka wanafunzi yupo, ambaye nikikwambia wewe mwenyewe utapata raha. Shogangu, subiri nikwambie jambo. Yule bwana asubuhi nikasema hebu subiri kwanza bwana nimjaribu. Bwana anatoa mguu nje ya geti. Acha nimvutie ndani. Nikasema hapa subiri kwanza nijaribu, je, kiberiti kimejaa? Dada, nikaanza kumcharua. Wewe mwanaume, hii ni hela unoniachia mimi kwenye meza. Hainitoshi nakwambia. Mwanaume yule bwana katulia mpole kama kamwagiwa maji yanotoka kwenye friji. Usijali. Yule ninayekupeleka kama nilivyokuambia ni mwanafunzi. Wapo viboko sana. Mimi unavyoniona hapa, shoga yangu 300, 400 inaishia huko. Hapa unavyoniona mwenzako 300, 400 zinaishia huko. Sasa shoga yangu, jipange ili nikakupeleke kwa huyo kiboko. Wacha. Usione ndoa zinadumu. Usione watu wanakaa tu wanafurahi, wanaenjoy, wanaume wanawasikiliza. Sio bure bure. Sasa shoga yangu nisikilize. Yaani yule bwana nataka nikamtengeneze hadi deki anipigie ndani. Wewe tena unataka kumshinda hadi mwalimu wako. Unaishinda tabia sasa. Wewe niache kwanza. Kajipange. Chakula raha mpaka utajisikia, yani utaona dunia yote ya kwako mama. Jimwaya mwaya. Watoto ndio leno kimbilio, ukawasusa. Yaani kwa mara ya kwanza leo ndo unaona mganga mwizi. Kwa mara ya kwanza toka dunia yumbwe.
Yaani mimi ndio maana katika shamba langu kila siku naona mashimo yanaongezeka. Nyoka hawakauki kwenye shamba langu kwa sababu ya upumbavu wako kwa wewe. Wewe akili zako ziko vipi wewe? Yaani mashamba yote hujaona mpaka shamba la kwangu mimi? Sasa kama ulikuwa ujui, shamba la kwangu mimi marehemu baba yangu ameniachia shamba hili, sio kwa sababu wewe ufanye kazi ya kuja kulichimba chimba. Wewe vipi bwana? Unataka miogo ikauke kwenye shamba langu? Unataka mimi nisipate mazao? Unalitia laana. Mishuka basi unakuja hapa. Sikiliza bwana. Yaani ukiendelea tena kuja kwenye shamba langu na kufanya upumbavu unaofanya, bwana mganga, nitakufilimba. Mganga nitakubaka. Sitokuacha salama hata kidogo. Unatumbulia macho? Unasikitika mganga? Kwa maana mimi akili sina, sio? Mganga unatafuta mimba wewe. Mganga unatafuta mimba. Utakufa kinywa. Mbona umeniita hapa na isiwe sehemu nyingine? Kiukweli Masudi, nakuonea sana huruma. Kiukweli maisha unaoishi pale nyumbani na mke wako hayanivutii kabisa. Yaani mke wako ni shoga yangu fika. Namjua hasa. Yaani muda unaompigia simu nikiwa na yeye, vitu anavyokufanyia roho inaniuma sana. Yaani roho inaniuma sana. Sasa unajua ulisema unaitwa nani vile? Masudi bana, Rabia. Rabia. Rabia, nikikuangalia wewe bado binti mdogo sana. Kuna baadhi ya vitu nadhani huvifahamu kuhusu ndoa. Ndoa ni kitu kikubwa sana ambacho kinahitaji ustahimilivu na pia kinahitaji subira. Mimi nadhani kwa yule mwanamke ni sawa anaweza kanafanya, lakini hapana Masudi. Simaanishi hivyo. Yaani nikikwambia vitu vinanikela, ni vinanikela kweli. Mimi haiwezekani wewe uwe mume wangu afu kipiga simu na iangalia na ipuuzia. Alafu mtu kabisa ananiambia, "Shugangu subiri, naongea na mume wangu." Angalia kipokea simu anaanza kuongea vitu vya ovyo kweli. Havinivutii bana Masudi. Ni kweli, lakini sasa unajua kila mtu anatoka na tabia yake kule alikotoka. Yaani yeye katoka na tabia yake kule kwao, alafu na mimi natoka na tabia yangu kule. Inabidi zile tabia sasa ziungane. Naamini kupitia maneno yangu atajirekebisha, atakuwa mke mzuri sana. Alafu kingine, kwani asubuhi ulivyotoka mkeo alikuwa haja kuona? Mashallah, kaniona. Kwani kuna tatizo? Basi nikusaidie hii kidogo, nikusindikize. Asante, nashukuru. Nashukuru sana, nashukuru. Rabia. Basi mimi nikutakie mchana mwema na tutaonana. Umebadilika manguo, haukuwa na kituo, ukazindua kila mazuo, halika nyingi ya shuo. Unangaika na mapenzi, wataka kujitia uchizi, utakufa kinywa wazi kwa kufuata vya kipuzi. Kipenzi, are you okay? Niko sawa Kabisa. Mbona mimi sijategemea kukuona ukiwa hivi. Na siku zote mara zote waga nikifika, yani zile shamta mahanti yanakuwepogo ya kutosha, yani mpaka najisikia kweli nimefika kwa mpenzi. Lakini leo yamepungua kabisa. Haki ya Mungu mimi nakwambia kweli. Una masiala wewe ujue. Sasa masiala kitu gani? Nimekumisi sana. Mimi pia. Kabisa? Kabisa. We. Ngoja nione. Unajua nikwambia kitu kimoja? Kiukweli waga nakumisi sana. Yaani ndio maana kuna wakati waga nikikaa peke yangu na waza hivi, kwa nini mwanamke asiwe katika ubavu wangu kila wakati? Ni unamuona tu na enjoy, nacheka, namtania, namdokoa. Ili waga unajua napata feeling moja hatari sana. Mpaka nasema Mungu, kwa nini akunipa yule mwanamke mapema nikawa naishi naye?
Aisee, lakini nikwambie tu ukweli, leo hauna furaha. Yaani siku zote waga nikiwa naongea na wewe moyo wako unaufungua kabisa na kuona kabisa unakuwa yani umenyooka. Yaani mpaka naisikia gara mpenzi wangu unanibana hapo, unanibana. Nakwambia ukweli. Amna bwana, mbona mimi nipo sawa? Kwa hiyo nikubebe? Kabisa. Uko sawa na danganya, niambie bwana kama kuna changamoto yoyote. Kweli nipo sawa. Basi sawa, kwa sababu umenifariji na umeniaminisha una furaha. Sina shida na wewe, ila nimekumiss na nimemiss mambo yetu. Somo jifunze, weza kukuelimisha, ulipize, weza kukuzalilisha, na moyoni jiulize, ninaweza rudisha, walimwengu walizike. Shani. Waalaikum salam. Vipi? Safi. Nimepigiwa simu na babake huyo mtoto. Anasema shule zimefungwa. Anasema shule zimefungwa, kwa hiyo aende likizo. Kwa nini usingenipigia simu hata bwana, huku kuna taarifa fulani. Kwa bila kurudi usingeniambia. Mume wangu. Sipendi. Ushaanza kugombana mbele za mtoto. Kwa nini? Wewe si nimekuelekeza hapo, kwa nini maana huwezi kunielewa? Si kwamba sielewi. Nilikuwa nataka taarifa mapema kuliko kushtukiza kama hivi. Masudi, sitaki kugombana na wewe. Sitaki kugombana naye kabisa mbele ya mtoto. Nimekuambia nielewe. Ndio unaenda nampeleka mtoto kwa baba yake. Kwani shida iko wapi hapa? Hebu subiri kwa. Umeshasema kwamba sipige kelele za mtoto. Sasa wewe mbona unapiga kelele za mtoto? Kwa nini unapenda tugombane? Kwani kila kitu kidogo tu unataka kiwe kikubwa? M20. Sasa subiri kwanza. Unasimamia kwenye msimamo gani? Kwa hiyo unaenda safari yako, tunaingia ndani tusikilizane. Naondoka nampeleka. Nikirudi tutazungumza. Yanayotumaliza kuogopa lawama za dunia, mengi kutupaliza kupenda kuvamia dunia. Ona sasa wajiliza vipi utahurumiwa, mingi mikasa waumia kifo cha kujitakia. Wanadamu hawana huruma hata kidogo. Wale waliomfanyia wameleta zavyo. Ona sasa anatangatanga la dunia. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Sijambo. Mama yako yupo? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kaifa? Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Kwa hiyo hii ndio imekuwa tiketi ya kuja huko? Hamna, sio hivyo Masudi. Nilikuwa nataka niondoke, lakini mtoto akaanza kulia. Nikambembeleza, mwisho siku nikapitwa na usingizi. Sawa. Kwa kama kiendelea kulia, utabaki kwa huko. Sio hivyo mume wangu.
Zawadi, hebu jaribu kugeuza shilingi upande wa pili. Ingekuwa ni mimi je? Kwa unataka kumaanisha? Usinipe jibu. Utachagua wewe. Ubaki au rudi nyumbani. Masudi, umebadilika manguo, haukuwa na kituo, ukazindua kila mazuo, halika nyingi ya shuo, unangaika na mapenzi, wataka kujitia uchizi, utakufa kinywa wazi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kijana, unaiona hii sura? Hii ni sura kilokole, lakini nina moyo wa Kiislamu. Nimeshatuma salamu na zimefika salamu kwa dada yako. Naongeza kushindilia salamu, nipelekee salamu kwa dada yako. Anachonifanyia sijakipenda na wala sitokaa nikapenda. Hivyo mzee, unajielewa kweli? Yaani mimi natoka zangu huku, napita hapa, mimi nikajua basi umenisimamisha kwa kitu cha maana. Mbona tunapotezana muda mzee? Kwanza hujatuzidi kwa kipato, kwa hela. Dada yangu mwenyewe alikupenda tu basi, na nikwambie tu mzee, mimi sikupendi. Kumbe asili ya dharau ina mizizi yake mpaka shina. Alafu siku nyingine mzee wangu, utakaponiona njiani, naomba usinisimamishe, na mambo mengi. Wewe mzee, si vijana, damu inachemka, baadaye mpisha njia nipite. Mtakuja kujuta nyi. Kama nilivyokuambia, uwe makini sana. Unaona hicho kitambaa? Okay. Hicho kitambaa itakuwa unaweka chini ya mto wako kila unapolala. Una ndoto zitakujia, lakini zisikutishe. Hicho kitambaa kinapendwa na jini Makata. Sasa mumeo atakatwa, yaani kwako itakuwa hana sei kabisa. Basi na yeye pia usisahau basi kuletea hata kuku yani kidogo. Mganga wangu, hilo hata usijali, nitakuletea bonge la jogoo. Utakula mpaka mwenyewe utajilamba. Unasikia? Nitakuletea mganga. Unapokuwa unaamini? Nimeamini. Mimi ndo mganga mwenyewe. Sawa mganga, nimekuelewa. Uwe makini. Sawa, mimi naenda basi. Yanayotumaliza kuogopa lawama za dunia, mengi kutupaliza kupenda kuvamia dunia. Ona sasa, wajiliza vipi utahurumiwa, mingi mikasa, waumia kifo cha kujitakia. Wanadamu hawana huruma hata kidogo, waliomfanyia. Nimekuwa nisikiliza sasa kwa makini. Kuna kitu nataka nikwambie kuhusu mkeo. Hivi unajua mkeo anakuloga? Mkeo anakuendea kwa waganga ili ukae utulie. Yaani kila kitu umsikilize. Hivi unalijua hilo? Shenzi wa tabia. Acha umbea. Hayo ni maisha ya watu. Usipende kuyaingilia. Usichokijua, kila kitu anachokifanya mke wangu mimi nakijua. Hata hiyo pesa ya nauli ya kwenda kwa mganga huwa natoa mimi. Hata pesa naompa mganga kama malipo natoa mimi.
Na kingine usichokijua, hata kitaka nywele zangu nampa, nywele zangu za kwapa pia nampa, hata kitaka za wapi nampa. Na usichokijua, wanaume kama sisi wa aina hii tunapenda kulogwa. Ili nitulie, lazima niloge. Kizabizabina we, koma kufuatia maisha ya watu. Domo kaa kunguru, shenzi nyo. Weza kukuelimisha, ulipize, weza kukuzalilisha, na moyo nijiulize, ninaweza rudisha, walimwengu walizike. Shani Machupa.